Makaburi ya wafu wema, nikisema wafu wema maana walilala katika Kristo, ndio, yatafunguka na wale wafu watafufuka. Ndio. Najibu swali lako hapo. Ndio. Tofauti ya unyakuo na kurudi kwa nani? Kwa Yesu. Makaburi ya wafu wema yatafufuka, yatafunguka na wafu watatoka. Tena anasema sisi tulio hai sote tutabadilishwa. Hapa anazungumza na kanisa la Korinto. Sio manake mpaka mtu mwingine tu kumlevi huko anakunywa pombe, mwingine sio yuko wapi, hamjui Mungu, hajui Kristo, hajui imani, hajui wokovu. Amaanishi hivyo. Tutafanyaje? Tutabadilishwa. Afu tukibadilishwa tutamlaki Bwana mawinguni. Hii inaitwa rapture. Unaitwa unyakuo. Yesu hajafika chini, hajaweka mguu hapana ardhini. Hafiki hapa. Tunamfuata. He will snatch us away. Atatuchukua, atatupeleka. Na hii ndio kwenye Wasalonike anasema kwamba kwenye Wasalonike sasa. Anasema kwamba kwa dakika moja fumba na kufumbua, parapanda ya Bwana itakapulizwa, wafu watafuka, kisha sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati kuja kwake Bwana tutamlaki Bwana wapi? Mawinguni. Hilo tukio ni moja. Na ni tukio hilo anazungumza katika kitabu cha Mathayo sura 24. Anasema wakati huo wawili watakuwa wamelala. Mmoja atwaliwa, mwingine aachwa. It means kutakuwa na kitu kama cha upotevu wa watu duniani kwenye rapture. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba kwa sababu parapanda itakapopulizwa, Yesu atakuwa tayari kuwapokea watu wake. Waliokufa watatangulia. Sasa wao automatically watavikwa miili mipya. Na kwa sababu watavikwa miili mipya wataondoka, kitakachofuata ni wale ambao wako hai kubadilishwa. It means kwamba hizi nguo utaziacha hapa kwa sababu hizi haziwezi kuvaliwa kwenye ule mwili mpya. Yaani kama Yesu mwili aliofuka nao sio ndo mwili huo ambao alikuwa nao kabla. You get my point? Ndio, kwa hiyo watu watapotea, lakini mavazi yao kama ulikuwa unamuona Esther amevaa gauni jeusi, unaliona gauni lakini Esther hayupo. Yaani kama Elia tu alipopaa kwenda mbinguni, vazi lake likabaki chini, akalichukua Elisha akaondoka nalo. Ni kama Yesu alivyofufuka, sandali zilibaki zile zilizomlaza nazo pale. Na alivyoondoka, alivyokwenda, alivyorudi, alivyotokea wanafunzi wake kuambia amani iwe kwenu, akaonekana na kanzu nyingine. Ile kanzu sio ile sasa. Ni kanzu mpya. Sasa ukajiuliza swali kwamba ile kanzu aliipata wapi? Kwa sababu kumbuka alipokufa walimfunga sanda, na hizo sanda zilikutwa na kina Petro pamoja na kina Yohana na kina Mary Magdalene pale kaburini, si ndio? Sasa ile kanzu aliyokutwa nayo amevaa, wakati anasema amani iwe kwenu, na kina Tomaso anakataa, anasema gusa, unaelewa? Ile ni kanzu nyingine. Na hiyo kanzu ndio hiyo ambayo tutakwenda kuivaa tutakapokwenda huko, kwa sababu hizi zitabaki hapa. Na ndio maana Paulo alitangulia kusema kwamba haitawezekana huu mwili unaoharibika ulisi kutokufanyaje? Kutokuharibika. Kwa alikuwa anajaribu kutoa somo kwa Korinto, anawaambia kwamba hakuna kitu chochote kinachoharibika kinachoweza kwenda kurithi mbingu au kinachoweza kwenda kukaa mbinguni. Na ndio maana ukitoka ukienda mbinguni, kumbuka Musa na Elia walimtokeaga Yesu pale kwenye mlima unaitwa mlima Tabor. Siku hizo wameubadilisha jina, unaitwa mlima wa mabadiliko. Musa amekufa around miaka kama 1400 miaka 1450 hivi, 1450 around hapo, kabla ya Yesu, miaka 1400 kabla ya Yesu. Akafa na Mungu mwenyewe ndo akamzika. Na Elia yeye akaja baadaye kama miaka 700 hivi baadaye, ndo akafanyaje, miaka 700 kabla ya Kristo. Huyu 1000 na kitu, huyu 700 kabla ya Kristo, naye alipaka akaenda mbinguni. Lakini walipomtokea Yesu pale, wakati anabadilika sura, walitokea tu kama vijana wa kawaida. Sasa jiulize, miaka 1000 kama ungekuwa na zeeka, ilibidi Musa awe mzee zaidi na hata kutembelea fimbo tena hawezi. Lakini amekuja, ameonekana yuko healthy, hana matatizo. Kwa sababu ule mwili aliyokuja nao sio ule aliozikwa nao. Ule mwili hauharibiki. Na kule ukienda unabaki kuwa kijana milele, energetic na nini. Na ndio maana hata Yesu atakaporudi atarudi vile vile kama alivyoondoka. Yaani ndivyo atakavyokuwa mpaka kuonekana, ataonekana hivyo. Yaani maana hawezi kuzeeka tena, hawezi kuongezeka ukubwa, hawezi kuwa mtoto kama alivyozaliwa kwa Mariamu, lakini pia hawezi kuwa mzee zaidi ya pale kwenye miaka 33 35 ambayo alikuwa mfanyaji, ameondoka, amekwenda nayo mbinguni.
Kwa hata atakapokuja atakuja akiwa katika mazingira hayo. Kwa atakuwa ni kijana wa umri wa miaka hiyo. Wakati anakwenda mbinguni atabakia kuwa hivyo hivyo. So point yangu ni nini? Point yangu ni kwamba tukio la unyakuo hilo ndilo litakalo tangulia. Na nimesema kwamba imeelezwa katika Wakorintho ambao nimesoma, imeelezwa katika Wathesalonike, tutaendelea kusoma hayo maandiko baadaye, lakini pia imeelezwa katika Mathayo 24, ndipo pale anaposema wawili watakuwa wamelala, mmoja atwaliwa, mwingine afanyaje? Achwa. Wawili watakuwa kisaga, mmoja atwaliwa, mwingine achwa. Si ndio? Wengine watakuwa wako shambani, mmoja atwaliwa, mwingine aachwa. Kwa hiyo kama akija saizi hapo saizi akatokea. Sasa sijajua mimi kwa sababu nimeokoka na mpenda Bwana miaka mingi na maana akija lazima nitwaliwe. Sasa sijajua kama utaachwa utakwenda, I don't know exactly, siwezi kusema. Mimi pia nitaenda, lakini hilo ni swali. Kwa nini ameweka ni kama nusu? Ni kama anasema wana ulimwengu sasa hivi tuko zaidi ya bilioni 7 ina maana ni kama bilioni 3.5 ndio tutaondoka. Haina maana hiyo. Kwa nini asema mmoja ndio mwingine aachwa? Ni kama anaeleza kwamba nusu ya ulimwengu itaondoka, nusu nyingine itabaki. Haya, Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari 17. Biblia inasema kanisa litamlaki Bwana Yesu mawinguni. Sasa hii yenyewe maana yake ni kwamba Yesu hata kanyaga wapi? Hata kanyaga duniani. Litamlaki Yesu mawinguni. Kwa kujibu swali lako kwamba kwa nini aseme huyu anakwenda huyu anabaki, kwamba inamaanisha nusu ya watu duniani wanakwenda, nusu wanafanyaje? Wanabaki. Hapana. Kuna eneo ambalo yani multitude itabaki. Yani kuna eneo ambalo watu hawamjui Kristo kabisa. Kwa sababu Kristo, kumbuka, anakuja kuchukua watu wake. Ndio. Kwa kama kuna eneo unalifahamu watu hawamjui Kristo kabisa na wamtaki Kristo kabisa, hao wote wanaacha. Na Mungu hana hasara. Asante sana kwa kutazama video yetu, na kwa maelekezo zaidi tafadhali jisajili katika vituo vyetu ili kupata machapisho zaidi na matangazo ya moja kwa moja. Ungana nasi live kwa Meza ya Busara siku za Jumatano, Alhamisi na Ijumaa kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 6 mchana, na kwa Jumapili kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Pia tunakushukuru kwa mchango wako kwa Operation Mungu Kwanza. Ukipenda kuendelea, tutakushukuru kupokea kiasi chochote kuanzia shilingi 1,000 hadi 100,000 au zaidi. Unaweza kuchangia kupitia M-Pesa kwa namba hii 0766 777 126. Msaada wako utasaidia huduma hii kufikia watu wengi zaidi kwa neno la Mungu na kuvuta roho nyingi zaidi kwa Yesu Kristo. Tafadhali sambaza video hii kwa marafiki zako ili nao wanufaike na neno la Mungu. Tukutane tena muda ujao. Karibu sana.